Nimetaka kufahamisha maombi yalivyo na nguvu katika wakati wa matatizo. Matatizo tutayapitia tu. Matatizo tutayapitia tu. Na kama matatizo tutayapitia, hatutayaacha matatizo yatutatize, tutayatatiza matatizo. Kwa sababu ukikaa unayalilia matatizo, unayafanya yajione kwamba yako kiburi, yakija yale kwa Mungu, utaona yatenda yanayayuka. Asifiwe Yesu. Lakini yote haya ufanyi mpaka utambue mamlaka itokanayo na maombi, mpaka utambue nguvu iliyojificha kwenye maombi. Maombi sio jambo tu la mitani unakuja tu nayo maombi na watu unarudi ule ule. Kwenye maombi ni mahali ambapo akina Musa waliingia, walipotoka maandiko yanasema kwamba nyuso zao zilikuwa zimeng'aa. Akina Yesu waliingia, walipotoka toni za damu zilikuwa zinashuka. Watu wanalia kwa sauti ya juu, walipotoka nguvu ya Mungu inaanza kuonekana. Mitume wanaingia ndani wakiwa waoga, wanatoka kwenye maombi ile mamlaka, wanahubiri watu 3000 wanaokoka. Hayo ndio maombi ambayo mimi nazungumza hapa. Yale maombi ambayo unaingia kwenye maombi huku kina shida, unatoka ndani, unatoka na suluhisho ya shida utatue kwa namna gani. Sio tu. Hebu sio mtu kujichukulia tu kwamba na mimi nisharizika basi nitafanya nini? Basi mimi ndo wa kwanza. Ni kweli wewe sio wa kwanza, lakini unatatua matatizo kwa njia ambayo sio sahihi. Ulitakiwa baada ya matatizo kuja uende kwa Mungu ambaye alikuumba, ukamuulize, mzee, hili ni kwa nini? Hili naomba liwe hivi. Sisi si watoto. Sifio yetu. Akasema hivi kwenye Biblia kwamba hivi kati yenu ni nani ambaye mtoto wake anamwomba mkate, yeye anampa jiwe? Yeremia anaomba mkate, anaenda kununua majiwe ya kuzikia, eti Yeremia beba. Mtoto anaomba mkate, anatakiwa apewe mkate. Na ndio kitu ambacho Mungu anajaribu kutuonesha kwamba wewe kama vile mtoto wangu, kile ambacho unakileta kumaombi, kile ambacho unakuja kukizungumza kwangu, kile ambacho unakuja kukiomba, unasema Baba ninataka hiki, Mungu yuko tayari kufanya hivyo. Lakini sasa jiulize, wewe unapoenda kwa maombi unasema nini? Maombi sio tu kusema Baba tunaomba, Baba tusaidie, Baba. Be specific. Yesu asifiwe sana. Sio kama Pedro. Wakati mwingine anaomba tu kutuchangamsha na sisi tuombe. Be specific. Ndio maana system zingine za kuomba, wachukua wawili microphone, waombe ti waamshe wamoja, wengine waangalie, wengine wachukue. Hao wengine wanaendelea, huyu mwingine sasa ndo sasa anaingia sasa ndani. Maombi ya ndani unazima mpaka microphone. Wengine huko wanaendelea tu kutuamsha, Baba, wanatupigia tu kelele, tusaidie. Ila huko kuna mtu sasa huko anajimimina mbele za Bwana, anaendelea kumuonesha Bwana matatizo. Unazungumza kile ambacho kipo cha ndani, ambacho unaona hili jambo linatakiwa lifike mwisho. Tunaomba sana, lakini hali bado inabaki ile ile. Kwa nini? Je, shida ni Mungu ama shida ni watu ambao hatujui kuomba? Yesu asema kwamba kuna mambo mengi ambayo hajibu kwa sababu tunaomba vibaya. Kuomba vibaya ndio tatizo tulionayo. Ona matatizo tulionayo. Hebu nataka tuone mabadiliko. Sitaki tena kusikia tena vitu vya ajali. Sitaki kusikia mambo ya misiba isiyokuwa na adabu, kwa sababu pigwa sana. Na hata yote yaliyopo, hebu nataka kwanza nione mabadiliko. Na tutana mbele za Bwana tutalistaki hili. Tunajua tunayo mamlaka, na ametuamini kwa wakati huu kwa sababu ya hiyo. Hebu nataka uwe miongoni mwa watu ambao itasemekana kwamba ulituliza ghasia wakati fulani, na hutaweza mpaka utamke lolote. Simama hapo mahali ulipo. Simama hapo ulipo. Twende sasa kwa Mungu tukazungumza chochote. Twende kwa Mungu tukamwambie, muoneshe, angalia maeneo tofauti tofauti. Angalia waliomo hospitalini. Angalia walio na shida.
Kama ni uponyaji, tamka uponyaji. Kama ni uzima, tamka uzima. Kama ni afya, tamka afya. Kama ni uchumi mzuri, tamka. Watu wamefungwa kukosa kazi, watu wamefungwa na matatizo mbalimbali. Watu wa Mungu tupo tu tunaangalia. Sisi ni walinzi, tuko duniani kwa niaba ya watu, tuko duniani kuwafanya watu waishi vizuri. Kama kanisa, watu walipopitia shida, tulitakiwa kukaa sisi kama sisi na kuwa sababu ya utatuzi wa hiyo shida. Tunaenda mbele za Mungu. Nataka utamke lolote, nataka uangalie lolote, hakuna atakaye kuongelea. Hili la watoto nafikiri tulilizungumza tangu mapema. Watoto pia waombewe. Wana maeneo mengi tana na vitu vingi. Ombea watoto wako pia. Shetani alivyo mkorofi, hauwezi kuanza keo ya ukorofi wake sasa hivi. Una miaka 5 mbele ya kuanza kujua kumbe mtoto wangu aishaharibika hivi. Sifeso. Una miaka kazi ya kusema kumbe mtoto wangu aliharibika hivi. Ni mbegu ambayo bado anapanda sasa hivi, aenda kuharibu watoto mbeleni. Fika utamka neno kwa ajili ya kizazi chako. Tamka neno kwa ajili ya familia yako. Nenda umwambie Mungu, muoneshe watu wote. Baba yako, kama mama yako, kama nani yako, muoneshe Mungu. Mwambie hapana, ninaomba ulinzi kwa ajili ya ndugu zangu hawa. Maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu akaenda mbele za Bwana, akamwambia Bwana, Sodoma na Gomora yuko ndugu yangu Lutu, sitaki aangamie. Asfeso. Kwa vile Mungu ni baba na alikuwa ni rafiki wa Ibrahim, Lutu hakuangamia. Malaika walitakiwa wawatoe kwanza wao kabla ya kufanya uharibifu. Hona upendeleo wa Mungu kama tu utaumimina moyo wako vizuri kwa maombi. Mungu anaweza kufanya hayo mambo. Kuna Sodoma na Gomora itaangamia, lakini ndugu zako, Wakristo wenzako, walokole wenzako, waombaji wenzako watakwenda kuokolewa na kusaidika. Kama utagundua siri ya nguvu ilimo katika maombi, utajua kile ambacho unatakiwa kufanya. Mka neno lolote umweleze Mungu ili akaweze kusaidia.